inabidi wewe mnakuangalia Bi Lemba kabini ya komba. Eti Mamona. Mbona ndo nini jina hata kwenye kompyuta aliingia. Wewe unaitwa Fatuma Nundu unajua. Mtu mwenye manundu yake mjini upo kama ng'ombe vile. Kwa unavyojiita Mona ndo nini? Tambeni na majina yenu mjini kama mimi ninavyojiita Pili Maboga Uji. Sina shepu wala nyama lakini mtoto wa kike najiamini. Mpo. Kila kitu twende. Sayari sayari. Oh. Sayari sayari. Oh. Shoga yangu. Nyumba nzuri umejipata. Yaani umejipata, sio vidogo, umejipata kweli kweli. Haya. Nyumba mzuri kama hivi. Haya, huyo mume si mtamu zaidi. Ila shoga yangu, kwa mjengo kama huu, yani fanya tu juu chini umzalie bwana. Wewe mjengo wote kama hivi kweli? Fanya juu chini umzalie mzee ili upate haki zako. Hivi unafikiria kuselia akaanguka pa? Wewe una chako. Lakini ukiwa umemzalia, una haki zako zote. Hebu fanya juu chini bwana, unabana bana nini wewe? Mbona tujakuzoea hivyo shoga yangu? Ila kweli. Pili. Anayesema Aisha ni kweli. Umzalie huyu mwanamume. Wewe unakaa tu hapa, kazi yako kula, kunywa, unaenda kumalizia chooni. Haya, huyu baba watu unamzalia lini? Yaani unakuwa kama mgeni wa mambo yetu kule nyuma tulikopo tunayafanya. Umeyasahau. Matashtiti yetu ukimpata mtoto wa kiume tunapojua kumzingua. Wewe unashinda kumzingua wewe mwanamume. Ukamzalia mtoto hapa mambo yakawa bien. Acha bwana zako. Mimi sijakuzoea hivyo wewe. Sikilizeni niwaambie. Ndugu zangu wa uchungu. Ndugu zangu wa maisha faida. Sio asala tu. Waswahili wanasemaje? Shoga zangu nisikilizeni kwanza. Waswahili wanasema bora ugali dagaa ulaiani kuliko wali nyama vitani. Upo. Na wahenga nao hata hawajatuacha salama. Wamesemaje? Kitanda usichokilalia uwezi kujua kunguni wake wanaumaje. Na wanauma hatari. Mpo. Nyie mjui. Yaani mimi ni teacher wa maticha. Nadhani mnanifahamu vizuri. Hivi nyie mnamjua vizuri huyu baba? Hivi mnajua mimi ninayopitia huko? Kwa sababu tu Mungu amenipa ujasiri na roho ya kijeshi na mabaka kama utango. Mpo. Lakini kukosa kuwa na roho ujasiri. Mimi saa hizi mnanikuta jela. Jamani, huyu baba anakwaza. Huyu baba na mwanawe kama ngozi na kupe. Sina amani na ndoa yangu mimi na maisha yangu mundani. Msione jumba zuri kila kitu kinang'aa kinanoga. Nyumba kama haina amani hata iwe nzuri vipi shoga yangu? Utaliona kama pagala la kuku. Upo. Yule baba anampenda mtoto wake kuliko mimi ninayemlizisha au kumpa furaha. Unaambiwa muda wote akikaa na mwanawe na siku akishinda nyumbani uko na mwanawe. Hata mimi sina nafasi. Unaambiwa akikaa tu mtoto tena ndio linataka sifa lile komwe. Unasema, Daddy, oh, I'm serious really. Oh, this now. Oh, sijui continue tense future. Baba nalotesikia kabeberu. Baby don't cry. Baby sijui nini na nini baby, nakwambia Kiingereza mbala. Sina nafasi mimi. Kilichobakia sasa kama mnavyonijua sense ya loki. Ninachokifanya mimi sasa hivi natumia nguvu. Yaani utake usitake utataka. Kama kawaida yangu. Kwa sababu sina haki. Na mimi ni haki yangu kama mke kupata mahitaji yote, furaha yote kwenye ndoa yangu. Mtoto na mimi nijulikane nipo kwenye ndoa, mtoto watu Pili Maboga Uji. Nimepata bahati, mwanaume ana hela zake, mzee chela hela. Kingine huyu baba kaaba, mchafu, shetani la ngono. Huyu baba msimuone hivi. Achagui abagui. Yoyote anemwona mbele awe chongo kapinda hivi. Mpo.
Afadhali nimekuona Bikipipa. Wewe ndo unajikuta mjanja sana. Wewe ndo unajijua, unajifanya unaweza sana kuchukua mabwana wa watu hapa mjini. Kwani unajichukuliaje wewe mtoto? Nakuuliza wewe unijibu, unajichukuliaje wewe mtoto? Unanikodolea macho? Nimefanana na nani huko kwenu? Mimi nilikuwa naambiwaga da Kibibi ni mtu mzima ovyo. Nilikuwa nakutetea nikajua utakuwa na akili. Kumbe wewe mama ndio ujielewi hivyo. Sasa wewe kwa akili za kutimama wakuja kunisimamisha mimi hapa. Wewe si unanisaa tu wewe. Kwanza hiyo kauli ya utu uzima naomba uitengue. Mimi nafanana na mamako mzazi? Nafanana na bibi yako kwa kijijini? Sitaki kabisa kusikia hiyo kauli ya utu uzima. Sijui umenielewa? Kilichonifanya mimi nitoke nyumbani kwangu asubuhi nije hapa ni swala hili, ni swala moja. Naomba uachane na Dizo. Dizo ni bwana wangu mimi. Dizo mimi ndo namhudumia hapa mjini. Dizo mimi ndo namlipia kodi na mvisha mimi. Kwa hiyo nakuomba binti, sitaki unipande kichwani. Achana na Dizo. Mimi sijakukataza na wala sijakutuma utoke zako huku na shobo zako mtumie nauli. Wewe ndio umemleta mjini, sisi ndo tunamtumia. Alafu hebu mama fikiria kuwa na huruma wewe. Yule si unaweza kumzani mwanao kabisa yule. Hivi na wewe kwa akili zako timamu. Hivi Dizo anataka kutoa hapa akakupeleka Tanga kwao kwa mama yake. Anaenda kukutambulishaje ni mke wake au bibi yake? Hivi hapo ulipo kwanza kizazi unacho? Unasema una mayai ya kumzalia. Ngoja nikuonyeshe. Jamani. Nila sasa shoga yangu. Wewe nijiweke vizuri. Wewe unafikiri usipojiweka smart huyo bwana ataacha kutoka nje? Yaani mjengo wa kifahari kama huu mwenzangu saizi tumekuta umevaa nguo za kulalia. Huyo bwana ataacha kutamani uko nje vya nje? Jiweke smart. Wewe nini bana ubadiliki? Mbadilika basi. Pili. Hivi unajua mimi sijakuzoea, nimeshangaa kukuta hivyo. Sasa usipoangalia huyu bwana sisi tunaondoka naye. Si mtoto wake kwa baby si nini? Sisi tunapita naye mzima. Hatujali kama ni udugu wala tulikuwa mashoga. Hivi nyie mnaongea nini nyie jamani? Nimewaambia nyie ubaba chizi shetani. Hivi mimi style gani sijampa ubaba? Tena dada Fatuma Nundu, na style yangu moja hiyo kama nataka kujinyonga hivi. Dada nishapiga misamba yote. Mimi nimejibinua. Huyu baba anapiga spoko, kuna muda anajikuta nakaa kilema. Mungu anisamehe. Vyote nampa, nifanyeje? Najitoa kwa kila aina ya jambo, na mnanijua mtoto wa kike ninavyojua mambo mimi dada. Lakini kila ninachokifanya huyu baba chizi shetani kama ninavyowaambia. Huyu unajua wanaume wenye hela, kwa sababu huyu kila mwanamke kashampitia. Kwa hiyo hana cha ajabu. Mpo. Kwa hiyo msinione mimi kama siwezi kujishughulisha, sitaki kuzaa, sitaki sijui nini. Hamna, unaangalia je, unazaa na nani? Mimi hapa nipo kwa ajili ya kitu hiki kimoja. Nataka nivute mkonje wangu nilale mbele. Kila mtu na maisha yake. Mimi nishachoka. Huyu mtu gani asokuwa na shukrani? Mtoto wa watu unajitoa vya kujitoa. Lakini basi ndio kwanza kila siku nazidi kukonda. Alafu kingine unajua nyinyi mnanichanganya. Hivi nyinyi kwa nini mnaamua kujibadilisha majina? Huu mji kila mtu na maisha yake, mpo. Kwa hiyo mnaogopa kuitwa majina yenu ya asili, majina yenu ya ushetani, ulimwengu ukaaba, mnajipa majina ambayo hata sio saizi yenu. Hivi wewe si unaitwa Mariam Kweupe? Leo shoga yangu unaitwa Aisha. Wewe umekuwa tena mke wa Mtume. Wewe acha dhambi wewe. Huwezi kumkaribia hata kwa kimada chake. Uongo. Sasa sikia nikwambie. So hiyo ilikuwaga zamani. Mimi mpaka sasa hivi akijichekesha kikaa vibaya anapita na kila kitu. Yaani hakuti kitu. Ndio maana. Yaani mimi Mariam Kweupe kweli. Ukikaa vibaya na kuacha kweupe pe, mimi mwema. Haya na bibi wewe ninakuangalia bibi Lemba kabi Nyakomba. Eti Amona ndo nini jina hata kwenye kompyuta lingi. Wewe unaitwa Fatuma Nundu ndio tunajua. Mtu mwenye manundu yake mjini upo kama ng'ombe vile. Kwa unapojiita Amona ndo nini? Tambeni na majina yenu mjini kama mimi ninapojiita Pili Maboga Uji. Sina shepo wala nyama, lakini mtoto wa kike najiamini. Mpo. Kila kitu twende. Ndio Nundu kweli, kwani uongo? Nundu ipo, kwani mimi nimekataa? Sasa unapojiita wewe Amona imetoka wapi? AKA hata wewe mwenyewe una jina lako hiyo Maboga AKA, uongo? Wewe vipi? Bibi wewe. Kila mtu atambe anapotambaga. Kila mtu aishi na majina yake inavyokuaga. Ila mimi nipo na nitaendelea kuwepo kama nilivyowaambia. Jamani, shida nini? Mbona kwa hivi sio staarabu? Dukani kwangu mnapigana hapa. Mbona kupotezea wateja? Shida nini? Kibibi.
Wewe mtu mzima mbona kwa hivi? Kwanza hiyo kauli sitaki jamani. Chochote sitaki kauli. Utu uzima kivipi? Nimepiga msamba miji ya nani juu ya nyaya za umeme. Sikia nikwambia mama mdogo. Unamwona huyu binti? Huyu binti anatembea na bwana wangu. Mimi ndo nafanya kila kitu hapa mjini. Umenielewa mama mdogo? Mimi ndo namvisha, mimi ndo namlipia kodi, mimi ndo nafanya kila kitu. Naumia mimi. Wewe binti, anachokiongea kibibi iko sawa? Hivi nyinyi wanawake wa mjini mna shida gani? Wanaume waliojaa mji mzima huu wa kugombania wanaume, au ukiangalia umri wenu watu wazima wa kufundisha watoto wadogo wadogo sasa hivi kwenye jamii, shida nini? Na wauliza nyie, muulize huyo mtu mzima mwenzio asiyejielewa. Wewe mimi na tunaweza tukashia bwana. Wewe mbona dada una akili yani Hapa kuna shida gani? Kuna shida jamani, gani? nashangaa nanifanyia fujo kwenye biashara yangu. Shida nini lakini nyie watoto? Akasikia. Mfano wewe uwe na mwanamke, uwe unabudunia kila kitu, alafu hapo awe na mwanamke, awe na mwanaume mwingine. Utajisikiaje? Au utajisikiaje? Sasa ndo kwenye biashara ya watu hapa. Ngombea kwenye biashara ya watu hapa dada. Kweli? Eti wewe dada kuna shida gani hapa? Shida nini? Anazungumza ni kweli? Muulize huyo mtu mzima sijaelewa. Yeye sasa shida nini? Yeye anasema yani kaniona tu hapa, kanivubukia akasema mimi naishi na bwana wake. Huyo bwana mwenyewe na yeye vitu viwili tofauti. Bwana sio saizi yake. Bwana anakuja kwa ajili ya hela. Hebu stoka wewe mama mtu mzima. Jamani, tusikilizane. Usijitambe hapa kwangu. Sawa Mbona mnakuwa kama asungo? Nyie hamjachezwa au hamjafundwa na mabibi zenu? Kwa nini lakini? Wewe mbona sitaki chochote. Ondokeni biashara ya mtu. Sawa. Sasa mbona mbona kwa maduka? Chukua kipasi. Naomba. Naomba ondokeni. Sawa. Nasikia? Kuvimbiana huko sio kwenye biashara yangu. Mesia nyie msilivuge. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa kama nyie. Kaka, twende kuhudumia. Mjumbe nini? Hii starehe kama starehe nyingine. Kwa hiyo unahisi starehe kwa guest tu. Haya, shida yako nini? Ongea. Samahani mjumbe. Kuna tatizo kidogo mjumbe. Kuna tatizo? Sawa. Na maana kweli mashaka yu hai. Kweli wahenga walisema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Yaani kumbe sisi tumefanya msiba, watu wamilia, kumbe mtu bado anaishi. Mimi mwenyewe nimeshangaa kiongozi. Ndio. Kumuona yule jamaa kwa sababu kila anapopita huko mtaani watu wanamkimbia. Umeona kabidi mimi nimchukue, nimpeleke nyumbani kwangu pale. Nipo naye pale nyumbani. Sasa kama mimi hapa mjumbe, ngoja nikwambie kitu kimoja. Si umesema ipo nyumbani kwako? Mwambie asitoke, abaki humo. Alafu mimi nitafanya utaratibu kuwajulisha watu wote, alafu tumuite watu wamuone. Maana sija kaziwa taharuki kwenye mtaa. Yaani abaki humo ndani kama msukule. Ukishindwa jambo lolote hata kuhusu huduma, njoo nifuate mimi mpaka watu wote tuwaambie. Umenielewa? Kwa fuata maagizo yangu. Nakuelewa mjumbe. Wewe usijali. Mimi nitajulisha watu wote afu tutajua cha kufanya. Lakini inashangaza. Bwana. Basi sawa, wewe usijali. Bianca, nilikumisi. Kipenzi, mbona umekuja bila taarifa hata kunipigia? Acha tu, tutaongea. Shogangu umependeza, umegrow shogangu wa Ulaya. Kweli shogangu ulikuwa unaishi Ulaya. Uko Ulaya sio masiala shogangu. Ndio uko hivi.
Jamani, mpendeza jamani, mpendeza. Kibibi, za siku tele. Salama, niambie shoga yangu wa Ulaya. Bianka wangu, niambie. Mimi namshukuru Mungu nimefika salama, ingawa nimekuja bila kukupa taarifa. Mwenyewe lengo langu ni kufanyia surprise. Lakini surprise sijui hata nianzie wapi. Hauko sawa? Na matatizo gani? Mbona sikuelewi? Kibibi, unajua kabisa sikuwepo hapa Tanzania. Kwa hiyo moja kwa moja nilikuwa na chati na wewe na unajua kila kitu changu ambacho kinaendelea. Nilikuwa natuma sana pesa kwa anko arekebishe ile nyumba. Lakini cha ajabu nimefika hapa hakuna chochote alichokifanya. Sana sana nafika pale nakuta ndo kwanza anafanya mkakati wa kuuza ile nyumba. Bianka bwana, unanichekesha bwana. Hizo taarifa mbona mimi nilikuwa nazijua tangia mwanzo? Kibibi, yaani unacheka na kumbe hizi taarifa unazijua, na tulikuwa tunachati muda wote. Unashindwa hata kunikonyeza, na unajua Tanzania sikuwepo muda mrefu. Mwenyewe nimekaa huko, najua nikirudi nitafanya maisha yangu. Leo hii unakuja unanicheka kiasi hicho. Bianka, sitaki maneno. Sasa we kwa akili yako mimi ningefanyaje? Na yule ni mjomba wako. Na hicho kitu ni cha familia. Mimi ningeanzaje sasa kukuambia mpaka unaanza kunilaumu kwa nini nisikuambie? Ningeanzaje? Hapana Kibibi. Ulipaswa kuniambia. Wewe ni mtu wangu wa karibu. Tambua wewe sasa hivi tupo kama ndugu. Unashindwa kuniambia vitu vizito kama hivyo. Ona mimi muda wote nimepoteza, miaka mingapi nimekaa, narudi sina kitu chochote. Aliyakuwa rafiki yangu, unajua kila kitu kinachoendelea. Kibibi, umenikosea. Bianka, naomba uniache. Nimechoka. Nilikotoka katika mizunguko yako nimechoka. Wewe niambie, hapa nyumbani kwangu umefuata nini? Au niambie mipango yako mikubwa kitu gani mpaka umekuja upo hapa sasa hivi kwangu? Sawa Kibibi. Mimi nimekuelewa, lakini lengo langu mimi nimekuja kuomba hifadhi. Kwa sababu sasa hivi sijui nitaanzia wapi, nitaishia wapi. Kwa hiyo nilikuwa naomba hifadhi angalau ya muda mchache kwanza, nitulize akili, nijue naanzia wapi. Shoga yangu, unasema una hifadhi. Kwa mjomba wako si hapo? Sawa, nimekuelewa. Lakini naomba hifadhi. Nitaenda wapi? Na wakati wewe ndo ndugu yangu, wewe ndo rafiki yangu. Nitaenda kwa nani? Shoga yangu, umetoka Tanzania, umeniacha na maisha yangu. Yale maisha ulioniacha nayo ninayo mpaka leo. Sili, sivai, sipendezi, silipi kodi shoga yangu. Nitoke au mtu aingie humu ndani. Sasa kwa kuwa wewe Bianka ni rafiki yangu wa muda mrefu, tumecheza wote, tumefanya mambo mengi sana cha utoto wetu, nitakupa msaada, ila huo msaada wa wiki hii moja utakaa humu ndani. Na hapo nakupa huo msaada, lakini kuna mambo yangu yatakuwa kidogo yame nani? Maana humu ndani watakuwa waingii watu, mimi nitakuwa natoka, wewe ndio unakuacha humu ndani. Kwa hiyo nakupa wiki moja. Ikishaisha wiki moja shoga, unachukua vitu vyako unaondoka. Unaenda kuanza nawe huko maisha. Naamka asubuhi sina kitu,
nategemea utanipa jibu. Miguu yangu ni wewe, mimi sina kitu. Maisha ya mitaa, mimi nalala njaa, naokota makopo, mimi nipo tu.